Yesu ndiye utimilifu wa ahadi yote. Tunalo tumaini katika yeye, na hii ndiyo tofauti ya imani yetu na imani nyingine zozote, kwa sababu yeye alikuja kutimiza ahadi iliyopita na atatimiza ahadi ijayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Iko ahadi ya ufufuo wa Yesu. Kufufuka kwake kunatuhakikishia ya kwamba mimi na wewe tutafufuka. Tukilala ni kwa muda tu, lakini kuna wakati tutafufuliwa. Kaburi sio nyumba yangu ya milele, sio nyumba yako ya milele. Mwambie jirani yako, mimi sio wa mavumbini, mimi sio wa mavumbini. Mwambie jirani yako, mimi sio wa mavumbini, mimi ni wa mbinguni. Mwambie mimi sio wa mavumbini. Unaongea kama hauna imani. Mimi sio wa mavumbini. Mimi sio wa mavumbini. Kwa Yesu kufufuka kwake kunatimiza ahadi ya kwamba maskani ya Mungu ni ya wanadamu. Anayemwamini Yesu ajapokufa atakuwa anaishi. Aliye ndani ya Kristo, kufa inaitwa faida, sio hasara. Sio kama unanielewa. Ndani ya Kristo kufa kunaitwa nini? Kunaitwa hasara. Waswahili wanasema tumempoteza ndugu yetu, amepoteza maisha. Ila ukiwa ndani ya Yesu haupotezi maisha, ndio umeyapata maisha, ndio umeyapata maisha, ndio umeyapata maisha. Ukiondoka haujapoteza maisha, haujapotea. Ameniaminie mimi asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunao uzima ndani ya Yesu. Hatupotezi maisha, hatumpotezi ndugu yetu. Kama alikuwa ndani ya Kristo, tunasema ndugu yetu amelala. Iko ahadi ya ufufuo. Kufufuka kwa Yesu kunatuambia naye siku moja kwa Yesu kifo kinaitwa nini? Faida. Kufa ni nini? Inaitwa faida. Inaitwa nini? Faida. Hautapotea. Tunasikia kumpoteza ndugu yetu, hatujampoteza. Kama yuko hai, kama alipomwamini Yesu, hajapotea mtu huyo. Aniaminie mimi asipotee. Unapomwamini Yesu hautapotea ndugu yangu, hautapotea mama yangu, hautapotea hata kama ungeonekana kama maskini, ila hautapotea, hautapotea, bali una uzima.